worship you. Tunakupa sifa jioni ya leo. Yes, igoro muno Mendagotea nakuinamira Jehovah Mendagotea Wewambararetio igoro muno Mendagotea nakuinamira Thank you, hallelujah. Kila mtu asimame kwa miguu yake. Tunapoanza ibada ya jioni ya leo, tunakupa sifa mtakatifu wa watakatifu, Mungu muumba wa mbingu na nchi. Asante ni kwa sababu ya jioni ya leo. Umetupa wakati mwingine katika evening service. Pokea sifa, pokea na hata shukrani, ni kwa sababu unastahili. Umekuwa pamoja nasi kutoka asubuhi tangi wakati tulipoamka. Umetulinda, umetupa security, umetupa protection. Pokea sifa na utukufu. Umetulisha, umetuvisha, umetunywesha. Tunayo sababu chungu nzima ya kusema asante. Asante ni kwa sababu ni wewe ambayo umetengeneza mapito yetu, si kwa uwezo wetu, mbali ni kwa nguvu zako mtakatifu. Tunakuinua sana, tunakupenda sana, tunalihimidi na kuliinua jina lako takatifu. Kutoka asubuhi kuna mengi ambao tumetenda, tumewaza na kuwazua, tumesema, wengi tumeingia kwenye umbea, wengi tumefanya mambo ambayo ya kufurahisha, tumekanyanga kwingi ambako kuja kufurahisha. Sisi ni watenda dhambi. Twalitia na kulilia damu ya Yesu Kristo ikaweza kutuosha, itutakaze, ili dhabihu ya jioni ya leo ikuwe na manukato mbele ya kiti cha enzi. Tunapokuita utaitika, tunapokulilia utatuvuta majozi, tunapolitia jina lako mkono wako wa rehema utatuokoa. Tunapoomba mfalme, kwa sababu umesema tuombe na tutapewa, tunaamini tukiwa na manukato mbele zako utatusikia. Na kabidhi ibada ya jioni ya leo mkononi mwako. Nena mtakatifu wa watakatifu. Tunapokupa sifa, tunapokuabudu, tunapolitukuza jina lako, dhabihu hii jioni ya leo na iwe na manukato mtakatifu. Tunajiachilia mkononi mwako, ni kwa sababu wewe ndiye unaye nguvu na mamlaka. Tufanye vile utakavyo, tenda nasi vile utakavyo. Tunaalika uwepo wa Roho Mtakatifu kwenye madhabahu haya. Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, nena jioni ya leo. Naomba uguzo wa Roho Mtakatifu, naomba nguvu za Roho Mtakatifu ukaziachilia sasa katika ndimi za watoto wako. Panua midomo yetu, tia maneno yako. Roho Mtakatifu anene akiwa ndani yetu, kwa sababu tunakugoja. Mioyo yetu imekuonea kiu, tunakutamani. Tutamani kutenda kadri na mipango yako, tutamani kukanyanga nyayo zako. Tutamani tukupe mili yetu ikiwa tu mili mitakatifu mbele zako.
Nena nasi usiku wa leo. Usituache unapodhuru watu wako jioni ya leo. Unaponena na watu wako. Mfalme, achilia nguvu za Roho Mtakatifu, usituache. Nena nasi Mtakatifu wa takatifu. Tumejiachilia kwako, tukitakazisha mikono yetu na damu ya Yesu Kristo, ili tunapoinua mikono yetu, dhabihu hii ikuwe na manukato katika jina la Yesu. Tunakupenda, tunakutamani. Nena nasi tu, sema nasi jioni ya leo. Tumekusanyika na sababu kuu ya kukusanyika mahali hapa ni ili Mungu wa miungu nene nasi. Ubadilishe maisha yetu, ubadilishe mili yetu, ubadilishe mawazo yetu. Tusiwaze kama wanadunia, tusifanye mambo kama wanadunia, tusiongee kama wanadunia. Tumejiachilia kwako jioni ya leo. Wewe unaye nguvu, pasua mioyo yetu, peleleza mioyo yetu, peleleza mawazo yetu, ili unene nasi Mfalme. Tumejiachilia kwako. Natakazisha madhabahu haya kwa damu ya Yesu Kristo. Natakazisha kanisa hili kwa damu ya Yesu Kristo. Nimeachilia nguvu za uwepo wa Roho Mtakatifu, zinene na zitende makuu. Tunakupenda. Tunakemea nguvu za yule mwovu. Hana mamlaka na hana nguvu juu yetu. Shetani ambaye unaleta spirit za confusion tumezikataa. Shetani ambaye unaeleta mzozano tumekataa. Uchokozi tumeukataa. Nguvu zote za shetani tumezivunja. Plan zote za shetani tumeziharibu. Maagent wa shetani ambao wametumwa ili waharibu mkutano wa siku ya leo, tumeharibu mipango yenu, tumevunja njia zenyu, tumeharibu mipango yenu katika jina la Yesu Kristo. Tumeachilia nguvu za uwepo wa Roho Mtakatifu, zinene mahali hapa. Nena ni kwa sababu wewe ni Mungu. Nena ni kwa sababu wewe ni mtakatifu. Nena ni kwa sababu unastahili. Jioni ya leo unaenda kutenda makuu. Unaenda kuokoa watu wako. Unaenda kuwajaza na Roho Mtakatifu. Unaenda kuwabadilisha. Ni kwa sababu hawa si wana wa dunia tena. Kwa muda wa juma moja tumekuwa mahali hapa. Mafunzo umeachilia kupitia watumishi wako. Umeachilia neema. Umeachilia uwerevu ndani yetu. Umeachilia nguvu ndani zetu ili tuweze kulielewa jina lako. Tunajiachilia kwako. Nena jioni ya leo. Pangua mipango ya shetani. Pangua yote. Chukua ushukani Roho Mtakatifu. Chukua ushukani Mungu Baba. Chukua ushukani Mungu Mwana. Chukua ushukani malaika wa mbinguni. Wanene mahali hapa. Tunatamani nguvu zako. Tunatamani uwepo wako. Nena nasi. Sema nasi. Ni kwa sababu wewe ni mwema. Tunakupenda. Hallelujah. Nena nami Bwana. Sauti yako. Nisikie sauti yako. Bwana nena nami. Nena nami Bwana. Sema Bwana na moyo wangu. Nisikie
Bwana nena, nena nami, nena nami, nena nami Bwana. sema Bwana na Moyo wangu nisikie sauti yako. Bwana nena, nena nami, nena nami, nena nami Bwana. Sema Bwana na moyo wangu nisikie sauti yako. Bwana nena, nena nami. jioni ya leo tunakuomba, Nena nami, nena nami Bwana. Sema Bwana na moyo wangu nisikie sauti yako. Bwana nena, nena nami. Yes. Nena nasi jioni ya leo. Fungua kinywa chako mahali popote ulipo, mwambie Bwana nene nawe usiku wa leo. Nena na moyo wangu, nena na mawazo yangu, najiachilia kwako ili unene nami Mtakatifu. Natamani kuisikia tu sauti yako. Ikawa jioni ya leo wataka kunikanya, nimejitayarisha na niko tayari kukanywa na wewe. Ikawa jioni ya leo wataka kunifunza, hebu nisaidie niwe mwanafunzi mwema darasani. Nipe wisdom, nipe knowledge, nipe discernment spirit, ili unapofunza kupitia Roho wako Mtakatifu nielewe. Mungu wangu, nisaidie wakati tunaachilia encouragement Mtakatifu, ili nisipitwe na neno la kunitia nguvu, kwa sababu ni mengi yapo duniani, mabaya ni mengi yanatupata, lakini kupitia neno lako, kupitia Roho wako Mtakatifu, yuatutia nguvu, yuatufunza, yuatuelimisha katika jina la Yesu Kristo. Nena na moyo wangu usiku wa leo, usinipite Mtakatifu. Unapojaza Roho, unapoachilia nguvu za Roho Mtakatifu, usije ukanipata. Natamani kujazwa na Roho Mtakatifu, natamani Roho Mtakatifu awe ndani yangu. Unapoachilia furaha, nisaidie Mfalme, nisipitwe na neno la furaha, nisipitwe na furaha. Daudi alisema umrejeshe furaha ya wokovu. Natamani jioni ya leo unirejeshe furaha ya wokovu katika jina la Yesu Kristo. Nimejiachilia kwako, nimejiachilia kwako. Unapoachilia ufunuo, malaika wako ama Roho wako Mtakatifu anapoachilia neno la ufunuo, nisije nikapitwa. Nisaidie jioni ya leo, niko miguuni mwako, nikiomba kusaidiwa na wewe, nikiomba kukumbukwa na wewe. Ni kwa sababu wewe ni mwaminifu. Nakupa sifa Mungu wangu, na kulitukuza jina lako. Unastahili sifa na unastahili kuinuliwa. kuabudiwa, wa kuheshimiwa ni wewe Mungu, wa kuabudiwa, wastahili heshima sote. Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima sote. Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Wa kuabudiwa,
kuheshimiwa ni wewe Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Kuabudiwa, wa kuheshimiwa ni wewe wa kupewa sifa na utukufu ni wewe Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Unafanya mambo yaliyo juu ya fahamu zetu Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Kisema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna. Ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna. Ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima
unastahili heshima na utukufu, ni kwa sababu wewe ni mwema. Tunakupa sifa, tunaliinua jina lako, tunalitukuza jina lako, tunakuabudu tu. Tunainua mikono yetu mbele zako tukikuambia wewe ni mtakatifu. Unastahili sifa, unastahili kuabudiwa, unastahili kutukuzwa. Tunakupa sifa. Ipokee sadaka yetu jioni ya leo ya kukuabudu. Ipokee sadaka yetu jioni ya leo ya kukuinua tu. Ipokee sadaka yetu jioni ya leo ya kukupa sifa. Tunasema wewe ni Mungu wetu na hakuna mwingine isipokuwa ni wewe. Tunakupa sifa tu, tunakuinua na tunakupenda. Tunakupenda pamoja na watoto wetu, wakiwa vijana wetu tunakupenda pamoja nao. Tunakupenda pamoja na wazazi wetu, tunakupenda pamoja na ndugu na dada zetu, tunakupenda pamoja na wake na waume zetu. Tunakupenda. Nyuri hado goroine shito, nyuri hado goroine shito. Ngai witu ni uri hado, twerekereria kuri we thamaka, twerekereria hari we thamaka, twerekereria hinya-ini waku wa Roho Mutheru thamaka. Utunyiteire ciana ugacirehe kanitha, ucio ni undu wa gukwira ni wega. Amukira ugoci, amukira gitio. Ti mubango wa shaitani, ti mubango wa thu citu. Tukorwo na ciana citu kanitha-ini tugikwambararia hwaini wa umuthi, kigongona kia matu-ini twakwira ni wega. Ni utunyiteirie na kitu ukamakindiria kanitha-ini. Ni twacokia ngatho. Ni mangiohetwo ni igongona cia ngizi, mangiri migithi-ini, ndaci-ini, njohi-ini, but tunakuinua tu. Amukira ugoci, tunakupa sifa ni guturehera ciana kanitha-ini. Wewe nyiteire Samueli kume mwana, ugituma tu ekindire kigongona-ini. Twagucokeria ngatho, twakwira ni wega tu hwaini wa umuthi, tugikwambararia tu ni gutunyitira iritu aitu ukamakindiria kigongona-ini. Twakwira ni wega Ngai, twakwambararia muno gatume kari riri, twakugoca muno kigongona kiama, twagutugiria muno Ngai mutugi na Ngai mutheru. Twakwira ni wega. Hatuwezi kalitukulia kana kwamba ni jambo la kawaida. Si kawaida, mtakatifu wa takatifu. Tukiwa wazazi ambao wanatutizama kwenye television, tukiwa na wazazi wenye wako kanisani, tunakupa sifa na utukufu. Amukira ugoci na gitio ni tondu wa tha ciaku. Ici ni tha, ici ni tha, ici ni tha ciaku irutite wira. Ukoiga na undu wa hinya wa kiugo giaku. Matuko-ini ma muthia ni ukarahura thingi cianake na iretu, makarathaga na neme ciao. Ndagucokeria ngatho, ndakwambararia mutura muoyo, ni tondu ni wetigairie njiarwa, ni wetigairie generation iria igakumbura rucio, iria igaguthathaia rucio, iria igakuinira rucio. Pigia Yesu makofi, tumwire ni wega tu. Twakuhe ugoci wothe, twakuhe ugoci wothe. Unastahili sifa, unastahili kuinuliwa, unastahili kupewa sifa. Tunakuabudu tu. Wewe ni Mungu mkuu,
Asante, umepigana vita. Si kawaida vijana kufika hapa. Umepigana vita. Asante, ni kwa sababu umemweza yule mwovu. Nia yake ilikuwa kuharibu watoto wetu. Aliwakusudia mabaya, lakini kupitia neno lako ukaonyesha watoto wetu njia, ukawafungua macho, ukawapigania. Tunakupa sifa, sadaka ya sifa jioni ya leo. Wewe ni Mungu mkuu. Wewe ni Mungu mweza. Wewe ni Mungu unastahili. Tunakupa sifa. Tunakuinua tu. Tunakuabudu tu. Hallelujah. Umetukuka. Yes, Jesus. Twakuheshimu. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe Mungu Baba yangu, nakuinua na kuabudu. Inua mikono yako mwambie, umetukuka, twakuheshimu. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe Mungu Baba yangu, nakuinua, twakuabudu. Umetukuka, umetukuka, haleluya, twakuheshimu. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe Mungu Baba yangu, nakuinua na kuabudu. Umetukuka, umetukuka, twakuheshimu. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe Mungu Baba yangu, nakuinua na kuabudu. Wewe ni mwanzo tena mwisho, Simba wa Yuda hautashindwa. Sauti yako twaielewa, unaponena twasikia. Umetukuka, umetukuka, twakuheshimu. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe Mungu Baba yangu, twakuinua, twakuabudu. Umetukuka, haleluya, twakuheshimu. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe Mungu Baba yangu, nakuinua na kuabudu. Umetukuka, umetukuka, twakuheshimu. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe Mungu
umetukuka, hatuna mwingine, twakuheshimu, hakuna mwingine kama wewe, wewe Mungu Baba yangu, twakuinua, twakuabudu. wewe ni mwanzo tena mwisho, Simba wa Yuda hautashindwa, sauti yako twaielewa, unaponena twasikia. wewe ni mwanzo Tena mwisho, Simba wa Yuda hautashindwa, sauti yako twaielewa, unaponena twasikia. Umetukuka, twakuheshimu, hakuna mwingine kama wewe, wewe Mungu Baba yangu, twakuinua, twakuabudu. umetukuka, twakuheshimu, hakuna mwingine kama wewe, Wewe Mungu Baba yangu, nakuinua, nakuabudu. Hosana, Yes, Jesus. Hosana, Yes, Jesus. tumwimbie Hosana, Hosana, haleluya, Hosana, Inua mikono yako mwambie Hosana. Hosana, Hosana, tumwimbie Hosana, 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 haleluya, Hosana, 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 tumwimbie Hosana, 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 haleluya, Hosana. We thank you, we give you the glory. Hosana, We worship you, Jesus. We Hosana, honor your presence. tumwimbie Glory, Jehovah. We Hosana, worship you, Jehovah, Lord. Hosana, Oh God. Hosana, haleluya, Hosana. Mwite Hosana, inua mikono yako. Yeye tu anastahili heshima na utukufu. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Haleluya, Hosana, Jesus. Hosana,
Hosana, tumwimbie Hosana, 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 haleluya, Hosana. Makerubi, maserafi, wainama mbele zako, kisema takatifu, takatifu ni wewe tu. Maserufi na makerubi wainama mbele zako, wakisema Takatifu, takatifu, wewe tu. sana, Hosana, Hosana, tumwimbie Hosana, 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 haleluya, Hosana, 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 tumwimbie Hosana, 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 haleluya, Hosana, Inua mikono yako, mwambie Hosana. Hosana, Hosana, tumwimbie Hosana, 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 haleluya, Hosana, 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 haleluya, tumwimbie Hosana, 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 haleluya, Hosana, 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 tumwimbie Hosana, 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 haleluya, Hosana, 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 tumwimbie Hosana, 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 haleluya, Hosana. Fungua kinywa chako, mshukuru Mungu. Fungua kinywa chako, kila mtu, kila mmoja afungue kinywa chake, mwabudu Bwana, liinue jina la Bwana, litukuze jina la Bwana. Ni kwa sababu anastahili sifa. Mwambie ni asante kwa sababu ya jioni ya leo. Muinue, mtukuze. Usiketi chini, simama ungali mdogo. Usiketi chini, simama, umwabudu Bwana, mwambie asante. Tangu siku ya Jumatatu amekuwa pamoja nawe mpaka siku ya leo. Ninakushukuru na kuliinua jina lako. Unastahili sifa na unastahili kuinuliwa. Unastahili kuabudiwa, unastahili kutukuzwa.
Pokea sifa, pokea na hata shukrani, ni kwa sababu unastahili. Tunakupa sifa, tunakuinua, tunalitukuza jina lako. Wewe ni Mungu mkuu, unastahili sifa. Tunakuabudu na kulitukuza jina lako. Wewe ni Mungu mkuu, uhimidiwe milele, uinuliwe milele. Roho wako Mtakatifu anene nasi, kwa sababu wewe ni mwema, wewe ni mkuu, wewe ni muweza. Unastahili sifa, unastahili kuinuliwa na unastahili kutukuzwa. Umenitenda mema, umenitenda mema, umenitenda mema Yesu. 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 Amen. Wow, tunakushukuru na tunakuinua. Tunakupa sifa, tunakupa utukufu. Ni kwa sababu wewe ni mwema na ni kwa sababu wewe ni mkuu. Kuwa pamoja nasi tunapoanza ibada ya jioni ya leo. Tumejikabidhi mkononi mwako tu. Sisi tu wana wako. Na mwana baba anaponena, mwana haneni. Tumejiachilia kwako. Tukiwa wana, ukisema tutasikiliza, ukinena tutatenda, ukituamrisha tutafanya. Tu mikononi mwako Mfalme. Nena nasi jioni ya leo. Ni kwa sababu wewe ni mwema, na wewe ni mkuu, na wewe ni muweza. Asante, ni kwa sababu wewe ni Mungu. Tunakupa sifa na utukufu, ni kwa sababu unastahili. Katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi tumeomba na kuamini. Amen, amen, amen. Tuseme: Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Utupe leo riziki yetu, utusamee makosa yetu kama tunavyowasamea na sisi waliotukosea. Usitutie katika majaribu, mbali tuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na uwezo. Amen, amen. Bwana asifiwe. Gai wito murathime. Hebu tuketi chini. Mungu awabariki na Mungu aonekanie. Ni kwa sababu Mungu ni mwaminifu, ametupa jioni ya leo kwenye ibada ingine ya siku ya Ijumaa. Leo ni siku ya Friday, ni Ijumaa. Tunashukuru Mungu na tunampa sifa, ni kwa sababu anastahili kuinuliwa na kuabudiwa. Kabla sijamuita our bishop, kuna neno tulilokuwa tuna discuss hapa, tulikuwa tunalisoma kwenye kitabu cha Ecclesiastes. Ecclesiastes chapter 7. Kwa Kiswahili, anayetumia Biblia ya Kiswahili ni mhubiri. Hamna Biblia nyinyi? Wapi Bible? Ama mmesahau Biblia? Ecclesiastes chapter 7.
Ukifika kwa lamentation iko hapo. Hata mimi sijaiona. Bishop umeiona? 803, thank you. Mhubiri sura yake ni ya 7. Kitabu cha Mhubiri ama Ecclesiastes chapter 7. Verses ilikuwa gani Pastor? 25. Tulikuwa tunasoma hapa, tuna Pastor Monica tukiombea watoto waliokuwa na kuja huduma. Nenda nami Bwana, sema Bwana moyo wangu, nisikie sauti yako. Bwana nena nami. Kila mtu amefungua? Kuna mmoja hajafungua bado, nasikia kuna wenye wanafunua ukurasa kwa ukurasa, tunawagoja ili muweze kufungua. Wenye wamevaa kofia mtoe. Tukiwa kwa kanisa mnatoa kofia at least. Bado masaa ya umbu haijafika. Si ndio? Hata umbu inajua uko church. Ecclesiastes chapter 7 verses 25. Kipenda Mhubiri sura yake ni ya 7 mstari wa 25. Kwa Kikikuyu tondu wa sheria iria twinao TV-ini turathoma koherethu na bashia gutara ni 804 koherethu 7 muhari naguo ni wa 25 25. Kiugo kia Ngai kiroiga atiriri ndehugurire nayo ngoro yakwa ikigeria kumenya. Nani ambaye anaongea haya maneno? Nani anayeongea haya maneno? Ukitaka siku zote unapofungua Biblia, huwa naambia marafiki zangu hivyo, ukitaka kufungua Biblia ili ujue nani aliyenena maneno haya, yalikuwa yanaelekezwa nani. Ukitaka kujua, unakuja mpaka kwenye kitabu cha Mwanzo, sio Mwanzo, chapter 1. Hebu kuja kwa chapter 1. Hiyo tu, tuko hapo, tuko hiyo kitabu ya Ecclesiastes chapter 1. Ndio usikize haya maneno yalinenwa na nani na ni nani alikuwa naambiwa. Mumefika hapo? Biblia inasema atiriri, ici nicio ndeto cia muhunjia uria muru wa Daudi, muthamaki wa Jerusalem. Nani ana Kiswahili? Wapi Pastor Dan? Umejificha leo? Watoto wamekukasirisha? Wamekupigia nje? Labda umepigwa na mawe? Hebu una Kiswahili? Unayo Kiswahili? Kiingereza? Nani yako nayo Kiswahili tafadhali? Au kumbe iko hapo. Nena nami Bwana, sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti yako. Bwana nena nami, nena nami Bwana, sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti yako. Bwana nena. Inua Biblia yako juu mkimwambia nena na wewe. Nena nami Bwana, sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti yako. Bwana nena. Mwambie tena kwa sauti.
nena nami Bwana. Yesu sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti yako Bwana, nena nami. Rudia tena kwa sauti, nena nami Bwana. Sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti yako Bwana, nena nami. Mhubiri sura yake ni ya kwanza, maneno ya Mhubiri mwana wa Daudi, mfalme katika Yerusalemu. Mhubiri yasema, wacha kamera ielekezwe kwanza. Thank you. Mhubiri chapter number 1 verse number 1. Maneno ya Mhubiri mwana wa Daudi, mfalme katika Yerusalemu. Mhubiri yasema, ubatili mtupu, mambo yote ni ubatili. Mtu ana faida gani ya kazi yake yote aifanyayo chini ya jua? Amen. Ati tumeambiwaje alikuwa nani? Mwana wa nani? Wa Daudi. Mwana wa Daudi, na alikuwa nani? Mfalme katika Yerusalemu. Katika Yerusalemu. Kwa hivyo haya maneno ni ya nani? Ni ya nani? Alikuwa anaitwa nani jina lake? Solomon. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba ati haya ni maneno ya nani? Ya Suleimani, mtoto wa nani? Mwana wa nani? Wa Daudi. Alikuwa mfalme wa Yerusalemu. Amen. Aliyoyanena. Na unajua kwamba alikuwa amepewa kipawa gani? Solomon alikuwa amepewa kipawa gani? Hekima, si ndio? Alipewa hekima. Kwa hivyo akinena maneno haya, alikuwa na hekima yake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tunaposikiliza ama tunaposoma maneno haya ya mtu mwenye ama mfalme mwenye alipewa hekima na Mwenyezi Mungu, isipokuwa alipomalizia hakumalizia salama. Kwa hivyo Biblia inasemaje? Hebu tusome kwa Kiswahili mstari wa 25. Chapter 7. Chapter 7, Mhubiri kitabu ni hicho tu. Chapter 7 verse number 25. Chapter 7 verses 25. Yeah. Biblia inasema ya kwamba, nikageuka na moyo wangu ulikazwa katika kujua na kupeleleza na kuitafuta hekima na maana ya mambo yaliyoko, ili nifahamu ya kuwa uovu ni upumbavu na upumbavu ni wazimu. Haya, asante. Naposoma ya Kikuyu, nani haelewi Kikuyu mahali hapa? Sisi wote si tunaelewa? Tunaelewa? Lazima mjifunze kuongea Kikuyu. Muende mchunguze, mfanye investigation. Angalieni watoto wa Luo wanao Kiingereza, wanaongea Kiingereza kitamu sana, lakini wakifika kwao ni kikwao, mother tongue. Angalia Waluya, angalia Wakalenjin. Mimi nimesoma sana na Wakalenjin, na wakati mnapelekana nao mnaongea Kiswahili. Mimi nimelelewa Eldoret, Uasin Gishu. Mnapelekana nao wanaongea Kiswahili na Kiingereza. Amen. Bwana sifiwe. Lakini wanapofika kwao ni kikwao, wakiwa na mwenzao. Kwa hivyo na nyinyi msije mkasahau lugha, na msirudi kusema. Unajua especially wasichana huwa wanalinga wanasema digua Gikuyu. Hakuna mwenye haelewangi Kikuyu. Kwanza nyinyi mmelelewa Central, Kiambu, Murang'a, Nyeri. Sisi tumelelewa Eldoret, hakuna Kikuyu.
Ni saizi watu wameanza kuongea. Tumelelewa na Swahili. Kikuyu nimekuja kwanza kufunzwa na Bishop. Bwana asifiwe. Kwa hivyo jifunze. Usirudi kusema ati usikiangi Kikuyu. Kuna pahali unafika unataka blessings kutoka kwa guka. Unafikiri utaenda kumuongelesha Kiingereza na yeye anakujibu kwa Kikuyu? Haiwezekani. Ujue kama ni kina Abraham, kama kina Isaac, kama kina Jacob. Kwa hivyo ni watoto wetu tu wako na shida ya kutupa ama kupoteza lugha yao. Na mnafaa na wazazi hapo kuna challenge. Wazazi waongeleshe watoto wao lugha. Kifika nyumbani wacha waongeleshwe lugha. Bwana asifiwe. Hamtaki kusema amen? Hamtaki lugha yenu? Sasa mtakuwa kina nani? Kuna siku zingine kuna watoto waliokuja kutoka nchi ya kigeni. Na najua wako kwenye mitambo. Sasa wao wanakuwa ni half caste ya Mkikuyu na uko nje kwa hiyo nchi. Siwezi itaja ni gani. Hiyo kitu walituambia na Bishop, akatuambia tuko na shida sana. Sisi hatujui sisi ni kabila gani. Mama yetu ni Mkikuyu, baba yetu si Mkikuyu. So tukikuja hapa Kenya wanatuita Tomedhogo. Tukienda huko hawawezi kutukubali. Bado wanatuita kijina kingine. Sasa walikuwa wanauliza lugha yetu ni gani? Wanataka tu wasikie ati sisi nyinyi ni lugha fulani. Nyinyi ni kabila fulani. Ama lugha yetu ni fulani, sisi ni kabila fulani. Kwa hivyo ni vizuri jifunze. Usiwe unasema ati mimi sisikiangi. Kusikia mnasikia, hata kama kuongea ni ngumu. Jifunze kuongea Kikuyu. Bwana tukuze. Kwa hivyo Koherethi wakasemaje ama Solomon akasemaje? Ati ndihugurire. Kwihugura ni nini? Kwihugura ni nini? Hivi. Ati ndihugurire. Nayo ngoro yakwa ikigeria kumenya. Hata kama alikuwa na hekima na shida yake alipotozwa na wanawake, jihadhari. Ujihadhari usije ukapotea. Usije ulianza mwanzo vizuri umalizie vibaya. Jichunguze. Suleiman alianza vizuri sana. Na Mungu akampa hekima. Na Mungu akampa pia utajiri. Alimwambia kwa sababu huku niomba utajiri nitakupa tu. Na akampa. Mpaka siku ya leo hakuna tajiri ashawaifikia vile Suleiman alikuwa. Lakini leo hii hayuko. So akasema ya kwamba ni kama alikuwa anaenda hivi. Akatana kapenduka hivi akaangalia. Roho yake ikataka kujua. Ilitaka kujua nini? Kwa sababu wakati wote unasikia mtu alibadilika. Nitumie jina hilo. Akabadilika ni kutoka kwa ile njia alikuwa anaenda nayo. Akabadilika akaanza kwenda na njia nyingine. Kwa hivyo Suleiman hata kama alikuwa na hekima, hata kama alikuwa na utajiri, hata kama Mungu alimpenda kwa sababu Mungu alimwambia babake. Babake alikuwa anaitwa nani? Baba ya Solomon alikuwa anaitwa nani? Alimwambia Daudi ya kwamba ati nimepata mtu ambaye nimetoshekea kwenye roho yake. Mungu alimpenda Daudi sana. Lakini huyo sani yake hakumalizia vizuri. So siyetaki kusema ati mpaka dakika mwisho hakumalizia, lakini vile ninavyosoma neno vile Mungu alimchokoza Mungu kwa sababu ya vile alivyoongezea wanawake 300. Si alikuwa na 1000 ngapi? Alikuwa na wanawake 1000 ngapi? 1000. Si Pastor Dana anawaambia. Lakini 300 women walikuwa hawakumfurahisha Mungu, walikuwa wana dunia. Hivyo ni kusemaje? Walikuwa naabudu miungu. Na ni yao walienda wakamfanya Suleiman akaabudu miungu 5. Kwa sababu kati ya wale wanawake 300 walikuja na miungu. Ni kama vile huo tunawaambia, usifikiri ati miungu inakujanga polepole, inakujanga haraka ati kimungu unapatiwa hivyo, inakuja polepole, unakuwa shule.
mtu anakuzawadia necklace, mtu anakuzawadia ring, mtu anakuzawadia inaitwaje yenye mnatia kwa mguu wasichana? Anakuja anakupa. Kwa sababu anataka hiyo inakuwa ni miungu kake. Anataka kukuletea kama Suleiman venye aliletewa na wale wanawake 300. Kwa hivyo ukiwa shuleni, ambia Mungu niondolee spirit of greediness. The moment that spirit of greediness inatoka ndani yako, utaweza kushinda. Usiwe mtoto yule wa kupokea hata kalamu. Through tu kalamu tu kama hii. Mtu anasema tu nitakuzawadi, anakupa. Jihadhari. Usuno kila wakati, leo unapewa shanga, kesho unapewa nini, kesho usipenda. Ndiposa unaona tuliitishwa mchana tukaambiwa mtu yote mwenye ako na hiyo kitu alete. So ukiwa shuleni umeenda kusoma, ni miaka 4 tu. Unapoingia form 1 ni miaka 4 tu. Hiyo miaka 4 huwezi kufa sababu ya njaa. Kama unataka kitu yote, earring nini, kitu yote unataka utaipata baada ya kufanya kazi. Hakuna vitu vinakuja na miujiza. Usije ukadanganywa. Mungu kanena katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Deuteronomy. Kasema kwamba nitayabariki kazi yote ya mikono yako. So usifikirie ati kuna ati ipata potea. Hapana, ni kufanya kazi. So usikubali kuchukua vitu ambavyo uvijui vinatoka wapi. Hata kwa family members usipewe kitu. Hapana, kama umeichukua usikubali. Kuna story moja nitainena tu kidogo tu, lakini sababu ni mtoto amenipia, wacha nikose kuinena. Ni kupitia familia member. So Suleiman alibadilika. Akaacha kwenda na ile njia alikuwa anaenda nayo. Akabadili nia yake na njia yake. So Biblia inasema ya kwamba ati ni roho yake, the reason alibadilika, akabadilikia mambo ambayo aliyoyaona, ati alienda kujifunza. Alitaka kudu research ili aweze kuelewa ama kujua. Bwana asifiwe. Si huwa mnafika hapa msemi amen? Msiposema amen, kesho asubuhi nitawaambia muende. Hata kama mmefua tu mangoto wenyu wengine. Bwana asifiwe. So akataka, roho yake ilitaka kujua. Roho yake ilitaka kujua nini? Alitaka kusoma nini? Mambo ambayo aliyotaka kuwajua. Na Biblia inasema dehogorire nayo ngoro yakwe kigeria kumenya na gutuiria. Kwa hivyo roho yake ilitaka kujua. La pili, roho yake ategutuiria, kufanya research, ajue mambo 3. Waganu ni nini na kwa Kiswahili? Waganu ni nini? Waganu ni ati ugomvi. Mimi sielewi. Uovu. Haya, na Kiingereza, kwa Kiingereza waganu. Uovu kwa Kiswahili, kwa Kiingereza imeanza na W. Wickedness. Si mmejua? Haya, akataka kujua jambo la pili. Okegu. Okegu ni nini kwa Kiswahili? Ujinga. Kwa Kiingereza foolishness. Akataka kujua jina lingine, ogoroki. Madness kwa Kiingereza, kwa Kiswahili wazimu. Hiyo mmejipigia makofi kidogo. Na unapojipigia makofi unasema sifa na utukufu kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hivyo alitaka kwenda kufanya research ya hizo vitu 3. Na ujue ni mtu alikuwa na wisdom. Na ni mtu alikuwa karibu sana na Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo ndipo aweze kujua waaganu, lazima angeingia kwa waaganu. Alifanya waaganu ama hakuifanya? Na nisione mtu akiamka. Si mlikuwa nje for karibu 2 hours. Mtu asitoke nje na asisimame, mkae tu hapo.
Ndiposa uweze kujua, ni kama si huwa tunafaona kwa television. Kuna watu tunawaitanga, wanaitangwa senior investigators kwa media houses. Na ukisikia mtu ni senior investigator, akikuja kwako huwezi jua. Akitaka kukujua zaidi, atakuja akiwa mwokovu. So anabadilika vile ulivyo. Kama wewe ni mkorini, atafunga kitambaa. Akitaka kujua watoto vile wanabebaje bangi inaingia shuleni, lazima atumie mwanafunzi. So ndiposa naye Suleiman ajue hii waganu ilikuwa wapi na watu walikuwa nafanya nini, lazima angefanya waganu. Na ndiposa unasikia tena kuihugura ehugurire, alibadili nia na njia. Kwa sababu nia yake akageuka. Na ukishageuka ni hivyo. Ni kama wewe wazazi walikutuma shuleni. Hakuna mzazi mwenye aliyeweka, mzazi alikutilia bangi kwa bag. Hakuna mzazi alikuambia nenda shuleni na ukafanya masturbation. Ulienda, ulikuwa na nia nzuri na ulikuwa unaenda kwa njia nzuri. Naenda kutafuta wisdom, knowledge na information. Nijua at least nikuwe mtu ambaye anajua na anaelewa maneno. Lakini ulipofika mahali pale, ukasema hebu niongezee. Kuna kitu kwa Wakikuyu, Pastor Lucien anajua na Pastor Karu, inaitwa joherera. Mnajua joherera ni nini? Mtanilipa kuwafunza Kikikuyu. Joherera ni wakati unaenda kuvunja kuni, unafunga ya kwanza, kuna kapili kanafungangwa pale juu na shosho. Mmekaona? Mshapatana mama amebeba kuni, alafu kuna kingine kadogo kametokezea hapa, kamechomokea hapa. Hako ndiko joherera. Yaani ni kitu ya ziada. Kitaka kusema kwa Kiswahili ni ya ziada. Kwa hivyo ulipotumwa shule, ukakaa Suleiman, ukabadilika. Ukaingia kwa gayism. Ukaingia kwa lesbianism. Mzazi alikutuma. Alikutuma huko. Ukaenda ukajiingiza kwa pornography. Hakuna mzazi alikutuma, ni wewe uliyebadili nia na njia. Nia yako ilikuwa usome. Wazazi wakawa na matarajio makubwa sana juu yako. Na wakawa na high expectation ati mtoto wetu akifunga shule akirejea atakuwa mtoto mzuri. Kukuja wakaona ushabadilika mpaka tabia. So hata wale wako working class, kuna wengi wamebadilika. Mzazi aliyekupeleka shule ukasoma na ukapata elimu, mzazi akakuelimisha kupitia pesa zake, akakupeleka shule akajinyima mengi. Lakini leo hii hakuna mzazi mwenye alikutuma ukakunywe pombe sababu unafanya kazi. Mzazi hakuwa na kusomesha umlipe na pombe. Hakuwa na kusomesha. Ni kama mzazi mwingine niliona akilia machozi ya uchungu wakati ati alikuwa amekaa kwa muda sana, kama hajamuona sani yake. Ati unajua venye wazungu wanafanyanga, kama wamekaa, kulikuwa na watu. I think nyinyi wote, ni wengi wenyu wameona hiyo video. Kukiwa na watu wengi, sasa akawekwa karibu na lift. Si mnajua lift? Mwenye alichomoka alikuwa anatarajia kijana yake. Akaambiwa kijana yako anakuja leo. Kwa hivyo ukamweka hapo. Lift unaona vizuri lift ikifunguka, kijana akatoka. Alizaa kijana, mwanamume, mvulana. Maumbile yake yakiwa ya Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Lakini kilichompata kwa macho kilikuwa cha mshangao. Akaona kijana wake akona kanguo, cabbage, tuviatu twa black, ametengenezwa miguu, ametengenezwa uso, ashafanywa surgery, amejipaka lipstick, vidole ameshatengeneza, kakuja kama amejitingiza. Babake alipomuona alilia ile machozi ya uchungu, wate ile ya kugereria hoi ya uchungu. Akamuuliza, umeona unilipe na hii? So wenye wako working class, msiseme ati nyinyi mko ati mimi niko sawa,
nilimaliza shule nikapata kazi. Hakuna mzazi anatarajia mtoto wake amtokee kwa gate kama hana yale maumbile Mungu aliyemuumba nayo. Kwa hivyo ambia mwenzako, kama wewe ni mwanamume mwambie, kama ni mwanamke mwambie kaa kama mwanamke, na yeye mwambie kaa kama mwanaume. Si ndio? Mwanamume na akae kama mwanamume. Hebu jiulize, kama Bishop angekuwa saizi amevaa skirt, tungekuwaje? Si tungekuwa wabaya? Mungu alimpa nguo zake, mwanamume ana mavazi yake. Usidanganywe. Wacha venye watu wanajipiga picha ati wanaweka kwa TikTok, ni tabia mbaya. Na hiyo tu inakuanga science ya kuonyeshana ashajoin gazing. Jihadhari. Ni watoto wangapi wamepotezwa sababu ya gazing? Wanashika, wakishashikwa wanafanywa tabia mbaya, wanashirudi kuuliwa. So jihadhari sana, usiingie kwa maovu. Kwa hivyo nani alibadilika hapa? Suleiman. Akaenda kutuiria nini? Alienda kufanya research ya nini? Waganu, wickedness. Na wickedness kuna utofauti kati ya dhambi tatu. Nitazisema kwa Kikikuyu, mnijibu kwa Kiswahili. Kuna hiyo waganu, kuna mehia, na kuna gani ingine? Kwa Kikikuyu pastor niambieni. Kuna waganu, na kuna mehia, na gani ingine? Na mahetia. Waganu tumesema nini kwa Kiingereza? Wickedness. Mahetia ni nini? Kwa makosa. Na kwa Kiingereza Kwa nini nyinyi mnasema si mseme kwa nguvu venye ninaongea? Aha, ni mistake. Na ya tatu hii mahetia na mehia ni sin, si ndio? Kwa hizi kati ya sin na mistakes, hizo Mungu hananga shida nazo, kwa sababu mistake na sins huwa tunazifanya kama hatujui. Niangalie Masi hapa na sijui nimefanya dhambi. Maybe niangalie mtu nimetamani kitu ambacho si changu, sitajua. Lakini wickedness ni kitu, ama wicked ni kitu unafanya ukijua. Na unapofanya hii dhambi unaifanya ukijua. Wenye wanamafanya masturbation ni wickedness. Na wickedness huwa inazaa punishment. Tunakuwa punished na Mungu, na usipo repent unakufa. Ezekiel chapter 18 ndiposa inavyosema. So jihadhari unapofanya, roho yako inapotamani kufanya dhambi. Wakati unaenda huko vichochoro, una have sex, kurudi kwako na kwenye nyumbani na manukato, mzazi wako hatajua. Lakini yaishia milele. Jicho lake linasema kwamba linakimbia, linatutizama yale ambao tunafanya na yale ambao tunatenda. Kwa hivyo jihadhari. Wakati unaenda huko unaiba kitu ya mtu, unakuja unanyamaza, hiyo ni wickedness. Wickedness ina punishment. Ukishakuwa punished, na inakuwa mkifanya shule mistake mnafanyiwango aje? Kuna maneno mawili huwa tunafanyiwa shule. Ukifanya makosa unafanyiwa aje? Hakuna mtu anafukuzangwa shule sababu hujamaliza homework. Mwalimu anakupeanga punishment. Hakuna mwenye anafukuzangwa shule sababu hujavaa sweater ama hujavaa uniform. Hizo ni mistakes, hizo ni sins. Lakini kwa shule fanya kitu wicked. Kuwa wicked, utaona. Utafanywa nini? Mambo mawili. Kitu ya kwanza ni suspension. Maybe unaambiwa enda ukae wiki 2, wiki 3. Unaporudi waone ya kwamba hii dhambi ilikuwa kubwa, watafanya nini? Utakuwa expelled. Waambiwe potelea mbali. Na ni vibaya, ni uchungu kwa mzazi kwanza wakati unachukua transfer. Inakuwa ni uchungu sana. So Suleiman alibadili nia na mwendo wake ama njia zake, na akaenda kufanya waganu. Na alipoenda huko, sababu alikuwa huko, akajipatia wanawake
wengi sana. Kila alikuwa anaona huyu ni kabila fulani. Kiona huyu ni Mkikuyu namchukua, huyu ni Wanyere namchukua, huyu ni wa Kiambu namchukua, huyu ni Mluya namchukua, huyu. Hakuna mwenye hakuwa anapita na yeye. Mungu akiwa kiti cha enzi akatulia na akanyamaza. Kwa hivyo alifanya hiyo uagano. Ndiposa akasema ya kwamba baada ya kufanya uchunguzi wake, ndiposa ajue hii dhambi ni nini. Aliona kitu yenye inazaa ni ujinga, ni ukegu. Kwa hivyo kuna dhambi zingine utaambiwa na watu ufanye. Kuambiwa na watoto ati twendeni tukachome shule. Na labda mama yako ama mzazi wako alichukua loan akupeleke shule. Na umeenda kushikana na watu mfanye waagano ya kuchoma shule. Rudi kwenyu. Mzazi hana pesa. Ndiposa unaona wazazi saizi wanakufa na nini? Depression, stress, ulcers, heart attack, diabetes. Kwa nini? Anaona mtoto amefukuzwa, atafanya nini? Umefanya waagano. Mswahili alisemaje mshahara wa nini? Wa dhambi ni nini? Ni mauti. Iko kwenye Biblia Ezekiel 18. So jihadhari ukiwa mwanafunzi. Hata ukiwa working class usifanye dhambi. Jichunguze. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Suleiman alipofanya dhambi akaangalia hivi akajiita Kamoshemanio. Akaona hii ni ujinga ninaoifanya. Ambia mwenzako usipeleke ujinga shuleni. Mwambie usipeleke ujinga kazini. Kwa sababu kuna wengine watapeleka ujinga kazini. Kazi unajua kwamba uko supposed kureport saa 1. Una report saa 2, hiyo ni nini? Mnamalizia. Hiyo ni ujinga. Unajua vizuri kabisa uko supposed kufanya homework kama saizi mmepewa homework. Kurudi shule unaenda kutetemeka mbele ya walimu. Hiyo ni nini? Ujinga. Kujificha tu uko shuleni, unakuwa mchokozi, unamonoloze wale watoto wengine kisiri. Hiyo ni nini? Na ni dhambi, itakuelekeza kwa mauti. So Suleiman akaenda kufanya mambo ya dhambi. Na alipoona akaona hii dhambi imezaa kitu inaitwa ujinga. Kwa hivyo mtu yote mwenye anafanyanga maneno ya dhambi. Na ndiposa unasikia Daudi alisemaje? Mimi nitasema kwa Kiswahili, mnisemee kwa Kiswahili. Mimi nitasema kwa Kikikuyu. Daudi ugiria atiriri, goroshe irimo nicitoeke ciugaga gutirike gutire Ngai. Ati roho zawa wenye ni wakatili, wenye ni wajinga, wanasema hakuna Mungu. Kwa hivyo katika maisha, hata kwa wazazi, hata kwa ma-preachers ama kwa kina nani, hata hawa watu wetu wa vyombo, mtu yote na huwa asipo kuwa mwangalifu afanya maneno ya ujinga, utaishi kwa shida. Hii dunia si ya mtu yote, ni ya Mwenyezi Mungu. Na yale yote ambayo unayoyatenda Mungu anaona. Kwa hivyo maybe uko hapa unatenda mengi, umekuwa ukitenda mengi. Ulisomeshwa na wazazi, ukapata kazi, kwako nyumbani kumekuwa tu ni wanawake. Wacha siku ya kulipa inakuja. Badilika. Badilisha mawazo. Hiyo yote tumeona waganuni nini? Ujinga. Dhambi inaleta nini? Ujinga. Kwa hivyo ni wakati wa kubadilika na kufanya maneno. Unajiuliza, kabla nifanye jambo fulani, kabla nilitende jambo fulani, matokeo yake ni magani? Kuna mmoja aliimba wimbo akasema ya kwamba, hiyo wimbo inaimbango aje? Atima matendo yako ni matokeo. Ni ya Bahati Bukuku. Matendo yako ni matokeo ya kesho. Fanya ambayo unayoyafanya ukijua mbinguni kuna Mungu. Kwa hivyo sio wakati ati wa mzazi kukufuata na kiboko. Kuna wakati hata nami nilikuwa nafuatwa na kiboko. Leo hii mamangu hanifuati, hata babangu hanifuati, hata niulizangi umelala wapi. Kwa sababu gani? Nilishafikishwa mahali nikajua kuna Mungu.
Nikapata punishment ya kwanza, ya pili, ya tatu, nikaona nitakufa bure kabla ya siku zangu zifike. So uagano inaleta nini? Ujinga. Usitumie ujinga duniani. Usidanganywe na kijana yeyote ati njoo kwangu nikutafutie kazi, njoo kwangu tufanye 1 2 3. Usikubali. Hebu jiangalie, uko na kiatu, hebu angalia kutoka kwa mguu, hebu angalia nguo yenye umevaa, hebu angalia, hebu guza kichwa yako. Wakati unaenda mahali, ukiwa msichana mdogo, ukiwa kijana mdogo, ukiwa kijana working class na msichana working class, wakati unaingia kwa mtu unamvulia nguo zako, fikiria sana. Kuna wengi waliofikiria wataolewa na kina fulani, wataolewa na kina fulani, lakini wakawa heartbroken, wakaachwa. Wakiwa kuna wengi saizi wanalea, wanatingiza tutoto. Kulea si mchezo. Mswahili alisema kuzaa si kazi, kulea kuna kazi. Usikubali, usikimbishe jina mami, usikimbishe jina dadi kabla hiyo siku ijafika. Ni ujinga tu. Watu wengi huko nje, ni wangapi wamekufa sababu wanaonyeshana ujinga, ati mimi nataka kuwa hero wa kukunywa pombe. Niliangalia video nyingine, nikatumiwa kijana, wamewekwa hapo, wameambiwa ati kunyweni hizo chupa tu, wamewekewa pesa. Wakakunya kwanza, na unajua pombe itakangi hivyo, na kunya kwanza, ya pili hawakukaa. Tukarudi tukaonyeshwa wakianza kukunywa, wakikufa, na wakati wa kuzikwa. Walizikwa kwa sababu gani? Ya ujinga. Kwa sababu walifanya waagano, dhambi, walitenda dhambi, wakawa wajinga, wakakufa. Na mtu akishakuwa mjinga, Suleiman akasema kitu yenye inazaa, kwa sababu dhambi inazaa ujinga. Suleiman akarudi akasema ujinga unazaa nini? Uenda wazimu. Mwenda wazimu akivua nguo zake, hajali kama watoto wanaona uchi wake ama hawauoni. So na kuvua huku nguo ni nini? Mwenda wazimu hananga mawazo ya kufikiria ati ni nani ananiona, ni nani ataniona siku ya kesho. Hajali venye ataongea, nasimama soko mzima natukana watu. So usitake. Biblia ikasema kwamba kwenye kitabu cha Isaia, nabii Isaia, ati ya kwamba wale ambao ni false prophets, Mungu anawalipa na nini? Ati anawafanya wakuwe wenda wazimu. Nizimie TV vingine, na nilisema jana msiiashe, na mnaiasha. Tulisema jana isirudi kuwashwa, itatolewa hapo, sababu watu wengi huwa hawaoni, wanakaanga macho yao ikiangalia hapo. So chungu usiwe mwenda wazimu. Kuna wengi ambao wamesoma na wajasoma, leo hii ni wenda wazimu. Na sio ile wazimu yenye unaona tu ya illness, hapana. Kuna venye mtu anafanyanga, unaona, unasikia Mkikuyu akisema ati ushio dakora wovio. Ni wangapi wameshikwa na si wenda wazimu, lakini wamekuwa wenda wazimu sababu ya bangi. Ni wangapi wamekuwa wenda wazimu saizi wamevua nguo zao, nikaa wako uchi, ni masex worker. Ni wenda wazimu imewaweka hapo. Ni wangapi wanapiga wazazi wao, wanaua sababu ya wenda wazimu. So siku zote za maisha kumbuka maneno matatu. Dhambi inazaa ujinga. Ujinga, kutaka kujua sana, kunazaa ujinga. Ujinga inazaa dhambi. Dhambi inazaa ujinga. Ujinga unazaa uenda wazimu. Unataka kujua sana. Kama siku nyingine pastor mwingine alikuwa ananipa story. Alitaka kujua, akaambiwa ati kama unataka kuwa na gari, unataka kuwa na kanisa kubwa, unataka kuwa na nini, nitakupeleka mahali pale Ifika Road. So yeye alitaka kujua. So usitake kujua. Kumbuka Sodom na Gomora walitaka kujua hasira zake Mwenyezi Mungu zitafika wapi.
Na Mungu aliwamaliza. Walikufa sababu ya nini? Kutaka kujua, wakatenda dhambi, walitaka kujua na hizi ndoa za wanaume kwa wanaume, kwa sababu Sodom na Gomora walikuwa na practice gayism. Na Mungu akawakanya mara ya kwanza wakusikia. So wakataka kujua kwani iko share umekuwa rumeivi agatia. Si hata mimi naweza taka kujua. Unajiingiza. Unafikiria kuingia ni rahisi. Kutoka ni Mungu tu. So usitamani. Maybe unaangalia pornography, unaona wenye wanafanya masturbation, hata mimi nataka kujua. Kujua nini? Unajiingiza. Utakuja kulia hapa, nimejaribu kuacha imenishinda. Unataka kujua, ni kama saizi watu unataka kwenda kujua ati kwa shetani kukoaje, utatoka. Na ulitaka ni ujinga wako ilikufanya utake kujua. Kwa hivyo katika maisha yetu saizi siwezi rudi under 18. Hata ni mtu tuishi tukiomba hapa tu fast, siwezi rudisha usichana. Saizi nimepita kiwango hicho. Na nyinyi mko katika hiyo hali. Nyinyi ni tunda. Watu wengi wanawatamani. Kuna mtu nilikwambia natamani lile tunda aliume tu alitupe. Mwingine kuja likanyange kwa miguu, mwingine likanyange kwa gari. Mwingine gurudumu ya gari ipite mahali pale. Uoze. Wewe ni kama hilo tunda, watu wote wanakutamani. Na Biblia inasema ya kwamba aje, mkumbuke Bwana ujanani wako kabla ya siku ya uzee ifike. Bwana asifiwe. Saizi mamangu nilimuona. Mamangu alikuwa mtu wa kurukaruka kanisa. Kuimba, kuenda, kutembea sana wakienda kuhubiri. Saizi haezi. Amezeeka. Saizi tu anaenda kutoka, hata akikuja hapa aende pale unasikia anasema nimechoka. Uzee unakuja. Mkumbuke Bwana ujanani wako. Heshimu mwili wako. Usitake kujua, ukijua utaingia kwa dhambi. Kimenyi kwiragwa ate kimenyike. Kimenyi datoraga. Mtu huyo wa kujua unashika masi. Mtu huyo kutaka kujua haishingi. Atataka kujua jue kwa nini moto iko. Aingie. Si kuna watoto wanatusumbuanga tukipika, si ndio? Kana kara kogi ya ukareda, kana toka kwa moto haski, wakati ataungua ndiye atajua. So nyinyi tumesoma kwa Suleiman. Usibadili nia na njia. Unafanya kazi, Mungu amekukumbuka. Na unajua watu wenye wanafanya dhambi inaletanga financial curses. Dhambi inaleta academic curses. Utasoma, lakini kwa sababu ya kutenda dhambi masomo haitakusaidia. Kwa hivyo usijifiche huku ukifanya dhambi. Outcome itakuja, mazao itakuja, tutaiona. Watu wataitizama, wataanza kuuliza nani kio huyo? Nani kio huyo? Umepelekwa shule, wazazi wanangangana. Watakutafuta sponsor. Wewe mwenye uko university. Wewe mwenye uko college. Masiku ya matokeo ya kulipa utalia. Ni wangapi leo hii wamekufa sababu ya sponsors? Unafikiria kabla uzaliwe ni wangapi walikuwa wameambiwa wewe mudhaka? Ni wengi. Sasa wewe uko shule, ameonana na watu wenye wako na magari, watu wenye wako na mandege. Sasa wewe ni nini na hakuna kitu uko nayo isipokuwa bairo? Na anakuambia wewe na kuonanga roho yangu inakufa. Na ni bairo tu na hadi kachifu uko nayo. Hakuna kitu kingine. Na umeacha kusoma, mnaenda out. Kwani atakununulia waru mpaka lini? Na ni waru zile za Kenagofu. Wengi wameuza usichana sababu ya Kenagofu. Geithirio shoge mwera dikogwa ni Kenagofu. Ati ni eke Kenango na kekege. Na guku kwanza si za kienyeji, zile kuku za madawa. Unakula Kenagofu anakuangalia tu. Ukichakula tu anasema leo tuko na wewe. Unatoka hapo, unauza usichana Kenagofu. Uiretu ugathi ne kena, mnamalizia uiretu ugathi ne wanaki ugathi kesho naambia mwingine unaachwa. Kenagofu itakaa kwa tumbo siku moja.
Within 30 minutes ishatoka. Na nini na kimende na itanga ni cabbage. Cabbage deri tukafish tu na tukarati. Ini ni kimende na kinango vinafanya uuze usichana. Siweni hata we ni zaidi ya Esau. Afadhali Esau ilikuwa ndengu. Mokimo hiyo ya ndengu ikafanya auze nini? Right birth yake. Sasa wewe umejipatiana kwa shosho sababu ya gari mabati ile ya industry. Imefanya na mnaendana shosho. Anakuambia I love you. Hata ujui ana love ama ana love. Na ushakubali. Ambia mwingine wacha zako. Mwambie wacha chocha. Wachana na mabati. Si utulie. Maybe Mungu hajapanga kukupea hiyo gari. Maybe Mungu anataka upitange kwa air. Na wewe unasimamisha. Sema sitauza usichana wangu. Sitauza ukijana wangu. Bwana asifiwe. Ingine ni tuboda. Utu tu akina Kush. Kaboda tu kamiguu miwili nda. Ndio huyo anakupeleka kwake. Umechukuliwa na nini? Rimbili. Ama zikwangi na rimbili? Ya mbele na ya nyuma. Ushaenda. Usichana umeenda. Umeuza nini? Boda. Ati nakwambia huo boy ako na boda. Ananibeba kupeleke wapi? Na Yesu anataka kubebe. Si ndio? Kati ya huyo boda man na huyo nani yako supposed kukubeba? Leo hii umebebwa na V8. Imekubeba vizuri. Ati guthiaga tu. Kuigua ugati ati uma Kenya. Wapi? Utarudi kwenda kulala kwa hiyo kakitanda yako. Ambia mwingine wacha chocha. V8 utashuka tu. Itaenda kulala kwa mwenye? Itaenda kulala wapi? Ni kwa sababu ya kutaka kujua TV8 watu wanabebwaje. Ujinga inakuelekeza kwa dhambi. Wanalala na wewe. Alafu ukegu inakufanya asubuhi unaambiwa wewe unapewa 50. Unatokea kwenye una baridi. Wacha ujinga. Hiyo ni kujichukia. V8 inaenda kwao, inalala kwao. Si ugoje. Labda wewe ni watu wenye Mungu amehesabia uko kwa nini, kwa ile nini kategori ya watu wenye watapewa meli. Na wewe uko hapa umefungwa na mtu wa vits. Hivyo tu. Na mkifika kwa maji anakuambia shuka, tideka. Unaanza kusukuma gari, wacha kutumiwa. Ambia wewe mwingine sitatumiwa tena. Nimejua ukweli. Si ndio? Imagine Suleiman alikuwa the handsome man. Watu kwanza Queen Sheba, Queen alitoka kwake nchi yake. Ati akaenda kuona Suleiman. Ati wakati aliona venye amevaa akashtuka. Lakini huo handsome ulienda. Biblia inasema ati alipewa maua yenye iko na manukato. Akainukia. Akiwa bodo ne Queen Sheba. Wakakaa naye miezi 6. Imagine wale wa mama 1000 walikuwa nakula mali ya Suleiman. Wakati walijua amekuwa hohe hahe, akatamburuka. Tatumiwa ubaki tu hivyo. Ukagate dari moiretu we. Wapi? Tutakuja kutuambia tikutiri gathuri gatigarite kamya kaite. Kahikie bishofu. Utapata. Ringa na usichana. Ringa na uvulana wako, ujana wako. Ringa nao. Kuna wengi walioupoteza. Wanalia leo. Na majuto ni nini? Ni mjukuso. Usife moyo. Na usiwe mtu wa kubadili. Ukiwa mtu wa kwenda kumenya hekima cia magatia. Muthe ndina mweru. Rocio ndina muiro. Wacha leo nijue wenye ni wafupi wanatestaje. Leo nataka kujua huyu ni figure 8. Hebu nilambe. Utalamba ulambwe. Tukupeleke wapi? 6. Na tuseme netoga shemani ya okuo. Lamba tunauta mtu mwenye amezoea kulamba hawezi weka marriage. Hata ukioa siku ya harusi ukisema ate nedakwa mukiro tukia mutumia wako no urarora oguo. Nakwa mukiro. Tunao wengine tunashikisha nanga wakikaa hivi.
ndakwamukira wa mutumia kwa sababu anaona kavaigiro ilio lea. Si ndio? Usikubali kudanganywa. Kangumu kama ile kangumu mtu anajaribu usiwe mtu ati wewe ni mtu ati kai ati na si usio wakati ati wakufanya ati ore atuwekaga wapi mkondolee macho. Mwambie sitaki ujinga. Mwende kaambie watoto wako hivyo. Una wasichana ende kawaambie hivyo. Una wavulana ende kawaambie hivyo. Washosho wako huku. Saizi washosho walishatafuta, wamesomesha. Matoshosho tu wao tuko ngambo. Watoto wao wako ngambo. Wako hapa hata nakwambia hapa kwetu hapa Membli na Kahawaskari. Kuja nitakuonyesha yule amewekwa na shosho, yule amewekwa na shosho. Saizi tuko shosho, saizi tuko na gari. Na tunataka mtu wa kutusaidia. Na waezi chukua, wacha nitumie Peterson na namficha kwa damu ya Yesu Kristo. Waezi taka Peterson sababu anajua Peterson ni mwerevu, ataitisha shamba na nyumba. Anakutaka wewe sababu wewe ni mtu wa wana. Ugade modo wa wana. Anakutaka wewe sababu anajua wewe ni walongi ya 600 na katisha tika 400. Ushaenda. Kasimu ka 5000. Hiyo imeenda, mnasema imeenda. Kasimu ka 4000. Na akakanyitererika ndani kadhate. Hiyo imeenda. Utashinda hapo. Sasa utakaa anakaa naona hiyo kanyitereri imeraruka. Kamba imeachana. Anakununulia twingine 3 twa 90. Na uko hapo. So wanakuwa wamefanya hesabu. Watoto wenye wamemaliza form 4 ni wajinga. Watoto wa secondary school ni wajinga. Watoto wa college ni wajinga. Watoto wa university ni wajinga. Wacha kuwa mjinga. Ringa na ujana wako. Kuna siku hata wakati siku yenye utaoa utafurahia. Utaimba wimbo nimepigana vita. Vita vyema vya imani. Sasa pamoja na walio. Kwa hivyo Suleiman aliuza ujana wake aje kutaka kujua, kwenda kumenya dhambi, and then nini? Ujinga ikamuingia, akawa mwendo wazimu wa wanawake. Likuwa natafuta kila mtu, ama sio hivyo? Yes, hata kukaa yake babake Daudi, hiyo kitu ilimsumbua. So kutoka leo saa hizi tunapoingia kwa maombi, ninapomwalika our bishop, tuombewe, tujitenganishe na kama ukaya kwa ameoma bibi 2 3, useme hiyo nimekata laini. Kama wakusoma useme mimi nitasoma na nitamalizia, manake ni maandiko ya kwamba nitakupa hekima uishi miaka mingi ukinitumikia. Na Biblia imerecognize vijana. Ikiwa Biblia inasema ati siku za end time Mungu atawainua vijana, mbona hakusema wamama wazee? Mbona hakusema watoto wazee? Bwana asifiwe. Mungu aliahidi Abraham, nitafanya kazi na wewe. Alimwambia nitafanya kazi na generation yako. Kwa nini? Alijua Abraham ashazeeka, hana lingine. Sasa na sisi, ni sisi nyinyi mko na nguvu. Sisi hatuna ile nguvu mnaweza fanya. Na hiyo nguvu usitumie huko. Usicheze nayo huko. Nilikuwa nasoma mambo, napenda kufuata sana watu wa mpira, lakini si kuwatch mpira. Napenda kusoma history yao. Na nikaona watu, ama hiyo nitasema kesho jioni. Ambia ingine, hiyo ingine ni ya kesho jioni. So tumesoma kuhusu nini? Tuache nini? Ujinga. Usikubali kuvutwa na maneno machache. Usikubali kutumiwa. Nywele kwani utashukishwa miaka ngapi? Mimi nikisoma secondary nilisoma kwa kitambaa. Na tukua tunashuka. Mamangu ni wa kijiji na siku hizo walikuwa wameamini hivyo mtoto hafai kushuka. Na leo hii wanashuka nikitaka, hata imenichosha. Hakuna kitu nasikianga imenichosha kama kwenda salon. Na si ati ninaenda ati sina pesa.
hata kama ni 100 ama 200. So sio ati hebesha shia salon. Kwa nini uombe mtu ukuwe na an idol unaiomba pesa ya salon na si mzazi? Live according to your standard. Kama kwenyu ni kwa dhate, kaa kwa dhate. Usitake 50. Hutaiweza hiyo burden. Kaa kwa dhate. Kama kwenyu ni kwa 100, kaa kwa 100. Kaa na maisha yako. Zoea kupangia hiyo 1000, 500, 300 unapewa na mzazi. Na working class mzoe kujitosheleza. Noigwa James. Dakori igira chamania nawe nyitetwo ni shosho gwagithia ikwiraga James I love you. No, tukamuhura arore na hamwe. Tutikamuigata ndakahurio ni shosho atwarwo nyumba-ini yake si ndio? So kutoka siku ya leo usitake kujua. Ukishosho akikuja kwambia nataka ujue kwangu, naenda kujua kufanya nini? Si shosho yako, si uka yako, si mamako, si babako. Umeenda kwake, umemfuata hivi kama kondoo akienda kuchinjwa. Umeenda kufanya nini? Leo hii mtu amekuja amekwambia ati ndio ndio ukamenya kulia dutaka wera. Wewe ni bibi yake. Wewe ni bwana yake. Wewe ni mtoto wake. Ambia mwingine wacha ujinga. Tumia akili. Mwambie tumia akili jo. Si ndio? Hiyo ndio inafanya watu wanalia. Mtu anakutumia na kupeleka kwake, unaenda unaona TV. Imeonwa na watu wangapi? Ni watu wangapi wameiona? Ati maisha noma ya deko igaga mareko. Ati noma ya tuiriago. Nani amekuambia? Bwana sifiwe. So Mungu akusaidie. Usiwe kama Suleiman. Ubadilike. Ugeuke utake kujua. Ukitaka kujua, uingishwe kwa waganu. Kiingishwe kwa waganu, ukuwe mkegu. Ukiwa mkegu, ukuwe mwenda wazimu. Na upenda vijana sana. Na kila wakati hata kijana hata kama simjui huwa namuongelesha. Hata nikipatana na mtu nione mtu anatembea na mtu mzee na muambianga, na huyu ni wenyu? Hapana. Siwezi kumwacha. Kwa sababu unajua nikimkanya na nimuambie kesho mtoto wangu naye atakanywa mahali. Kwa hivyo ni leo nyinyi tunawaambia, tumepanda hiyo mbegu kwenyu. Na nyinyi kesho mtaongelesha vijana. Wengi hapa watamaliza dhizia kama wajaolewa. Lakini si wa shule. Wa shule msiseme amen. Mwende mkasome. Nasema kwa working, kwa wenye wanasoma ni ujinga. Na usikuwe na boyfriend atakusumbua mawazo. Ataanza kukuandikia message. Ataanza kukusumbua, wachana nayo. Utampata, utakaa na yeye uchoke. Hata sometimes utaamkanga hata umkumbuki. So tuachane nayo. Kwa hivyo Mungu atusaidie. Mungu atukumbuke. Wewe ni mbarikiwa. Miguu yako itaendesha gari yako, ya mikono yako. Si ndio? Lakini ni baada ya nini? But ni after nini? After education. After obedient. Si ndio? Mungu abariki kazi ya mikono yako. Hakuna kitu utakipata hata wenye wanagawiwa na wazazi. Kiende ukuwe mtu wa kufanya tabia, Mungu anazilaani, anaziachilia laana. So mumebarikiwa, mtajenga manyumba makubwa. Baada ya kusoma na kufanya kazi, mtabarikiwa na maneno makubwa. Lakini yote inatoka wapi? Kazi ya mikono yako. Mungu anabariki kazi ya mikono yako. So mkae vizuri venye Mungu anataka. Na uonekane utakatifu. Na neno la Mungu ulifuate vile Mungu anavyotaka. Na ujana wako usikubali. Kumbuka kwenye Biblia, baada ya mke wa Adam kudanganywa, alipodanganywa na nyoka, nini kilifanyika? Alifukuzwa kwenye shamba la nini? La Edeni. Na wewe unapofanya dhambi, imagine mtu amefukuzwa, umetolewa hapa, umewekwa hapa. Mungu atoe that protection na security. Kila kitu kitakuangusha. Kaa kwa Mungu. Kuna amani. Kuna utulivu. Na aliye wako. Nilikuwa naambiwa na mchungaji mwingine. Sitasema ni mgani.
Mchungaji akaoa. Alikuwa na girlfriend. Alikuwa amemwambia nitakuoa. Lakini kitu ikatokea, unaona, si ndio nimekwambia mtu anasemanga nigo kuhikia we. Anarudi anaona ule, anaona haya, akabadili nia. Akaoa huyo mwingine. Baada ya miaka 50 mke wake akaaga dunia. So akakumbuka girlfriend wangu. So kama ni wako atakuwa, kuna mwingine ako hapa Kiambu, mwana nini, pastor na ni mama na nampenda. Aliolewa akiwa na miaka ngapi? Hana mtoto, hajawahi olewa, na aliolewa na 50 years. So usidanganywe na mtu ati wakwira kwa umatube mego kwira. Unajua ndio unakuja unaambiwa yakana atakusaidia, na ukiitwa umwambie atakusaidia. Kaa hivyo na utakatifu na Mungu atakulipa. Karibu sana Bishop. Simameni ili tuambie Mungu atukumbuke, atuonekanie. Wamwendea Yesu kukusafisha na kuoshwa kwa damu ya kondoo. Nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu ya Yesu, zayo ya kondoo, siwe safi nyeupe mno, zimeoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nyeupe mno, zimeoshwa kwa damu ya kondoo. Thank you. Abarari imoko manyu na iguru tuge our reverend. Ngai akurathime. Bishop witu Lecho wa Ngai, Ngai akurathime. Ni waturuta, ni watuthomithia tutige ũrimũ, na nĩ twaũtiga. Mũtiuge na hinya, na nĩ twaũtiga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Naho kiugo kĩu kĩoima, Ngai acokie kĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai amen. Hurai rohe rwega. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Nĩ kiugo kĩega, kiugo kĩna Ngai, na kiugo kĩna ũhotani, na kiugo kĩna kĩrathimo. Ũguo ndona nĩ ũrimũ ũtũmaga andũ maciarĩre riko-inĩ. Nĩ ũrimũ ũtũmaga andũ magĩe mahu me thukuru. Bwana asifiwe sana. Uga nĩ ndohĩganie. Ngũrĩkia nginya university. Uga na hinya. Nĩ ndohĩga ũmũthĩ. Na ndamenya mwĩrĩ ũyũ nĩ hekarũ ya Ngai. Na ndikwagana. Ndikae kũrutwo kĩrathimo-inĩ gĩakwa. Ndikwĩhĩria Ngai. Ndikae kũrutwo ũtonga-inĩ wakwa. Bwana asifiwe sana. Nduge na hinya, ndikwagana. Ndikae kwaga kwamũkĩra kĩrĩa Ngai anjigĩire. Ndikwĩhia. Ndikwagana. Ndikae kũgĩa. Ndikage kũgĩa na ũtonga mũnene.
na muciĩ wĩna gĩkeno. Ngai akũrathime. Bwana asifiwe sana. Ũguo wohĩga waikara wĩ mũndũ mũũgĩ ũgwĩka kĩhiko gĩtagathira. Ũkũgĩa na mũciĩ ũtageka atĩa? No waikara ũrimũ-inĩ ũrĩkaga ihiko igĩkua, ũkorage ũhikĩte mĩciĩ 5 wĩna ciana 5 na hatirĩ wa ithe na ũngĩ, na nĩ ũgwati mũne. Bwana asifiwe sana. Tarora ũcio mũriganĩtie na arĩa mariganĩtie nake na airĩtu mamarore wega. Tacenjaniai hau James. Selini tarora Mugai. Tarora Jerry James. Tareke twethe handũ hena make sure warora mwanake mũrorane nake na airĩtu. Toguo rĩu mace maroranĩte na kanda ĩno. Mace nona kanda ũrĩa macithĩtie wega. Ona no ũthure mũndũ to aya ona nĩ mũmacithanĩtio na Bwana taruta igoti rĩu mace. Wone ũrĩa ũkai haha mahũrĩre irohe. Bwana asifiwe sana. Aya ũhiki ũkoragwo hana atĩa? Wĩkĩragwo nguo ihana? Aya nĩ megũtũhe ũhoro. Ũkai haha. Bwana asifiwe sana. Mwathani erogocwo. Rora harĩa he mwanake ũthiĩ ho. Ũrore kanda na ndũgathiĩ harĩ ũrĩa wendete, ũthiĩ nginya na harĩ ũrĩa ũtende. Aya jambe ya maitho manane akĩgwĩra nayo. Gũkũ Ngai nĩ okĩte. Mwathani erogocwo. Nĩkĩ mũtaracera? Ndĩrakĩmwĩta haha inyuothe. Na ũke na mũirĩtu ũrĩa mũriganĩtie mũke nake. Mũke haha mbere. Deviga gita thĩ nĩwe ũrendwo. Wendwo haha to gwĩtua atĩ wĩna gita. Githĩ gita to ũrĩ mĩiga thĩ ũkahaha Devi. Good. Ona Devi nake nĩ ta kũgwĩra na nĩ ta kũgwĩra. Ũkai haha. Mwathani erogocwo. Ũkahaha Mugai na mũke na Celine. Ona no mehumbĩte wega. Ũkahaha mũndũ wa maitho mana mũrata wakwa na nĩ arande mũno. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ucio mũriganĩtie no? Ũkai nake mũnyite guoko mwĩre tũrĩ ũrutani-inĩ. Mwĩre tũrĩ ũrutani-inĩ. Ũkai nake haha nĩ inyuĩ njetereire. No tige gwĩtigĩra. Ĩra ũcio mũriganĩtie tiga gwĩtua. No ũyũ. Thiĩ mũgĩre harĩa arĩ. Nĩngũmũgĩra hau na ndikwenda itherũ. Ũguo mwĩrehe tondũ nĩ mũcenjanirie namba. Ũcio mũcenjanirie namba na wamwĩra ũrĩa angĩkũnyitũkia mũke nake haha. Ũmenye ndũngĩhenia Ngai, ndũngĩhenia Roho Mũtheru na handũ ho gĩkue rĩ githĩ ti kaba ũgĩũke. Bwana asifiwe sana. Mũtigũka. Atĩ mwehererio mbica. Oiga mehererio kamera moke. Nĩ ũndũ wa aciari. Okay. Aciari mũtikarore irinda rĩrĩ tũrĩ ũrutani-inĩ. Ũguo angĩ mangĩkorwo metereirwo na iboko kũrĩa. Bwana asifiwe sana. Mwathani erogocwo. Hũrĩrai Jesũ itũ rũhĩ rwega. Na nĩ ndona mũrĩ andũ ũgĩ. Angĩkorwo mũroiga mwehererio kamera nĩ ũndũ wa aciari, nĩ ũndũ wa gwĩtigĩra iboko. Mwathani erogocwo. Nĩ meheria kamera rĩu gĩũkei. Kuria nĩ aigua bas. Ketuone kana nĩ maheni moima namo maci. Jehovah no hota wo
niwe ndehokera nigeretie ninemetwo nigeretie ninemetwo nigeretie ninemetwo munene waita niwe ndehokera kiugo kiroiga gutire muti wa bara uthondeketwo iguru riakwa ukahotana murui bara nduira mbareno nigeretie ninemetwo nigeretie ninemetwo na uge waku thuingi goka na njira imwe ugacihurunja na njira mugwanja munene waita niwe ndehokera nigeretie Ngai ugaruranagia metha ciatho ugacihura igacikimanĩrwo nĩ nduma nene munene waita niwe ndehokera nigeretie
wa Jesu araukie ubete thiku tatuo nyumba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na igandĩ rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Iburahĩmu nĩakona ũtugi wa Jehova kene tondũ nĩguo akaingĩrio gwĩtwo na irĩkanĩro. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na igandĩ rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Thiũrũrũkĩirio nĩ ũhoti na rũhiũ rumĩte kanua rwakanage ta kĩmũrĩ. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na igandĩ rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Mĩako ya kĩyo twĩoe gĩtuĩke mũcibi wake ningĩ nyitie ũhoro wa mata nyũngũma ya ũthamaki. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na igandĩ rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Ciana cia ũthamaki gathinĩkanio kwa ngoma kĩeha na kĩnyarirĩko kũu nĩkuo igacemania. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na igandĩ rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Kĩrĩa mũndũ aigĩte ngoro nakĩo gĩkamũtongoria gĩtĩkĩrwaga muoyo nake aregwo athiĩ kwa ngoma. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na igandĩ rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na igandĩ rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Jesu agĩũka indĩgakorwo wega wa Mwathani ũnyingĩrĩire hinya na ũcamba na ũmĩrĩru nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Kĩhurũko kĩega kĩrĩ matu-inĩ ĩno ndĩrĩ mwago kana uruko tũrĩa kũnyarirwo nĩ athamaki a thĩ tũteithie Mwathani tũmagĩrĩrie nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Kunyarirwo gũkũ thĩ guothe o nginya cikaro citwĩnyarirwo nayo mĩĩrĩ itwĩnyarirwo mũno mũtigetigĩre oragia mĩĩrĩ nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Anabii atheru nĩ marathire na
ndoigire gũtirĩkairia ndandĩke watho-inĩ gatagakinya nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Nĩokire thĩ oimĩte igũrũ Jesũ amũtũmire athambie ndũrĩrĩ rĩu atũire gũkũ anyarirĩkaga nĩakambata igũrũ gĩikaro gĩake nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Roho atũthĩrĩirio nĩ araika ona gacũthĩrĩrio nĩ Jehova. Jesũ no kĩrĩrwe gĩthĩnjĩro-inĩ ũira wakwa tũire ũgwati-inĩ nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Jesũ agaikũrũka na itu rĩa mbura rĩiyũrĩte mwaki wa marakara ndũrĩrĩ ciothe cia thĩ norĩo ikoiga ũcio nĩ Mwathani ndoya Ngai yake nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Niĩ nĩngwĩyũria ndĩ gũkũ thĩ ĩno Jesũ angĩũka ngakorwo wega wa Mwathani ũnyingĩrĩire hinya na ũcamba na ũmĩrĩru nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Jesũ
ũhonokete. Para wana ro adoi
Theophilus TV, Murata wa Ngai. Ndugathukirie mundu maisha make, ndugathukirie mundu uturo wake, ndugathukirie mundu muikarire. Bwana asifiwe sana. Abarari moko manyu na iguru. Twiga tutiguteanira mahinda mwathani. Ugathutha wakwa twiga tutiguteanira mahinda mwathani. Twatua matua ma kwamba guthoma. Turikie thukuru, turikie college, turikie university, tuingire mawira-ini, twambiririe kurania. Ndikurio ndi thukuru, ndikurania ndi thukuru, thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Ngai eherie ũrimũ ũrĩa ũngĩgiria ngũtungatĩre, ũrĩa ũngĩgiria ngũtungatĩre, tondũ nĩ ndĩrirĩirie gũgũtungatĩra. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. The grace, amen. Wekelea mkono hapa. Abia Mungu, Mungu Baba, chakula yenye nitakula, chakula yenye nitakula nimeikabidhi mikononi mwako, nimeikabidhi mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo. Uweze kuibariki, uweze kuifanyia mambo mazuri, iweze kutumika kwa hii mwili yangu na iweze kunisaidia katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba na hata kuamini, na hata nikienda kulala nimekataa ndoto mbaya ya shetani, nimekemea muofu shetani, ndoto zote za kutoka kusimu nimeikemea katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Tuseme amen. Amen. Horera Yesu itorohero wega. Haleluya. Na sasa utoke mahali huko, umake sure umesalimia watu wawili watatu. Bwana asifiwe. Naambiwa nje kunanyesha, so hamtatoka nje, chakula zitakuja mahali hapa, so tutakulia tu huko. Okay. Irio igiokaga ugeithia andu eri atatu umwe. Theophilus TV, Murata wa Ngai.